Hizi ni mambo za siri, hawa wanaoonekana kwenye Mathayo 13 mstari wa 11. Hawa waliojaliwa kuzijua siri za nini? Za ufalme wa mbinguni. Hawa wanaweza kukizungumzia kitabu cha nini? Cha Ufunuo. Maana hiki ndicho kitabu ambacho kinakamilisha uhalisia wa unabii wa kitabu chote cha Ufunuo, uhalisia wa kimwili. Hawa ndio Mungu anakamilisha uumbaji mpya wa ufalme. Amen. Lakini kuna mtu anachukua maneno ya kitabu cha Ufunuo na kuyasoma tu kama anafanya maigizo. Vipi? Mungu amekuonya kwenye Ufunuo 22 mstari wa 18 na 19. Endapo utaongeza na kupunguza, utalaniwa na kuzidishiwa haya mapigo. Sawa sawa? Amen. Lakini hawa hawafanyi hivyo kwa sababu hawa wamezijua siri na wameweza kufunuliwa neno lililoweza kufunuliwa, wakavunwa kutoka katika ulimwengu, kutoka mazao ya wanadamu, kisha kuwa malimbuko ya kwanza mlima Sayuni, kuwa watoto wa Mungu ambao Mungu anawatambua kama uzao wa kwanza. Amen. Amina. Waliokombolewa kwa damu ya nani? Ya mwana kondoo. Hawa ndipo Yesu alipokuwa anasema kwenye Luka 22 mstari wa 14 mpaka 20 pale, aliweza kukataa kulia Pasaka mpaka pale ufalme wa baba yake utakapotimia. Akakataa kamwe kunywa mazao ya mzabibu mpaka pale ufalme wa baba utakapotimia. Je, huo ufalme umetimia au bado? Njoo Sayuni, njoo jifunze neno la kweli, njoo uweze kujua nyakati na majira. Kweli. Hiki ni chuo cha Biblia ambacho hakina malipo yoyote. Hivyo kimeweza kutabiriwa ndani ya Biblia toka wakati wa nabii Isaya. Isaya 2 mstari wa 2 na ule wa 3. Yes, aliweza kutuita pia kwenye Isaya 55 mstari wa kwanza. Bure akasema kila atakaye mwenye kiu na aje anywe maji bure. Lakini kwenye Ufunuo 22 mstari wa 17, kila atakaye maji ya uzima na aje atwae. Maana hili ndilo neno la uzima. Na usipozaliwa mara ya pili. Tuangalie hawa wamezaliwa sasa mara ya pili. Tumeona kwenye Ufunuo 14 wapo, lakini Yohana 3 mstari wa 3. Tukiangalia hapo mpaka wa 5 kama si zake. Tunaona hawa wameweza kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Yohana 3 mstari wa 3. Huyu ni Nikodemu, alikuwa anaambiwa na Yesu. Sivyo? Ndio. Yeah. Nasema hivi kwa Kiingereza. Anza mstari wa kwanza. There was a man named Nicodemus, who was a Pharisee and a Jewish leader. One night he went to Jesus and said, "Sir, we know that God has sent you to teach us. You could not perform these miracles unless God were with you." Jesus replied, "I tell you for a certain that you must be born from above before you can see God's kingdom." Amen. Amen. Yes, nitarudia kwa Kiswahili. Huyu ni Nikodemo aliyemtembelea Yesu. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akimwambia, "Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe." Tazama hekima ya Nikodemo. Yesu akajibu mstari wa 3 akamwambia, "Amini, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Amen. Wewe unajua kuzaliwa mara ya pili ni kufanya nini? Ni ubatizo wa maji. Na hayo maji ndani ya Biblia ni nini? Ni haya maji ya mto. Na mto ni nini maana yake katika lugha ya mbinguni? Haya ni maarifa. Na Yohana 6:63. Yohana 6:63. Inasema hivi, "The Spirit is the one that is the one who gives life, human strength
can do nothing. The words that I have spoken to you are from that life-giving spirit. Amen. Amen, amen, amen. Anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Amen. Kwa hiyo Mungu ni roho. Na ndiyo maana Yohana 4:24, Mungu ni roho na wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa kama ni roho, wewe unaweza katika mwili. Mwili amesema haufai kitu. Mwili haufai kitu. Mapokeo ya mwili ni sawa na kwamba unasema nimemwona Rais Samia yule pale. Kumbe sio Rais Samia. Umemwona tu mtu ambaye amefanana naye. Unakuwa umefanyaje? Umemkosa. Si yeye. Ukasema leo nimesalimiana na rais. Kumbe umesalimiana na mtu mwingine. Sawa sawa. Amen. Roho ndiyo itiayo uzima, bali mwili haufai kitu. Kwa hiyo Biblia iliweza kuandikwa kwa mifano, Hosea 12:10 katika Agano la Kale. Lakini kwenye Mathayo 13 Yesu alikamilisha kupanda mbele. Tunaona pia Yesu anaweza kuja kutimiza Agano la Kale. Kila alichokifanya Baba ndicho alichokifanya mtoto. Wakamwambia mstari wa 10, mbona umeongea nao kwa mifano? Mstari wa 13 anasema kwa sababu nimeongea nao kwa mifano, kwa kuwa wana macho lakini wakitazama hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Sasa anasema ingekuwa wangekuwa na macho wakitazama wakaona, wakasikia wakaelewa, wakatubu, angeliwaongoa. Amen. Sasa wale aliowaongoa ni wale ambao wameweza kukimbilia Sayuni. Amen. Baada ya kuona machukizo ya uharibifu yanatokea sehemu nyingi. Japokuwa hili chukizo la uharibifu linakwenda kunatimia kwenye Ufunuo 13. Haya ni mambo ya siri. Amen. Amen. Basi tunachukua nafasi ya kuwakaribisha katika mlima Sayuni. Lakini hebu tuangalie pia mara ya mwisho tuone hawa watu wanaostahili kuingia katika ufalme wanakuwaje? Ni watu ambao wanajisikia kujinyanyua? Hapana. Naomba tuangalie Mathayo 18 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tuone hawa wanaostahili kuingia katika ufalme wa mbinguni. About this time, the disciples came to Jesus and asked him, who will be the greatest in the kingdom of heaven? Jesus called a child over and made the child stand near him. And he said, I promise you this, if you don't change and become like a child, you will never get into the kingdom of heaven. But if you are as humble as this child, you are the greatest in the kingdom of heaven. Mstari wa 3. And when you welcome one of these children because of me, you welcome me. Amen. Amen. Kasi inasema, neno la Mungu linasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja. Katoto. Akakaweka katikati yao. Kisha akasema, amini amini naambia, msipoongoka na kuwa kama hiki kitoto kidogo, hamtauona ufalme wa mbinguni, wala kuingia hamtaingia kamwe. Hebu jiulize swali. Wewe, mtumishi wako ana asili gani? Anaweza kunyenyekea kwa waumini wake? Je, mwalimu wako anayekufundisha neno anaweza kunyenyekea anapokufundisha? Je, anaweza kuwa na tabia kama za huyu mtoto, kuwanyenyekea watu wengine? Hawa wanaonekana ni watu ambao Yesu amewachagua na kuwapa neno lake, kwa sababu Mathayo 11 mstari wa 29 na 30 inasema hivi, take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me,
I am gentle and humble, and you'll find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Asante, nami nitarudia kwa Kiswahili. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi sana. Hawa ndio Yesu aliyowachagua katika makundi mawili, la mbuzi na la kondoo. Hawa ni kondoo. Asanteni sana. Amen. Tunawakaribisha Mlima Sayuni, chuo cha Biblia pasipo malipo yoyote, Karibuni ili sana. na wewe uweze kuwa unayestahili kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Amen. Karibuni sana. Vipindi vitakuwa vinaanza huu mwezi. Hujachelewa, uwahi kusajiliwa. Ni bure pasipo malipo yoyote. Kuna kozi hii inachukua miezi 7 tu, unakuwa Biblia inayotembea. Haya maneno tunayatoa tu kichwani, pia kwa sababu tumekuwa Bible inayotembea. Leo hii tuna uwezo wa kuweza kuelezea kati ya wana wa ufalme na wale ambao si wana wa ufalme, bali siku nyingine tutakuja kuwaelezea tu wale ambao si wana wa ufalme, ili ukijitazama kwenye hicho kioo uanze kukimbia. Amina. Amen. Tumalizie na Yohana 16 mstari wa kwanza. Yohana 16. Mstari wa kwanza unasema hivi: I am telling you this to keep you from being afraid. Anasema, maneno haya nimewaambia msije mkachukizwa. Yesu anasema. Lakini ule mstari wa 12 anasema, nikali nayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kustahimili kwa sasa. Asanteni sana. Namba yangu ya simu nitawatajia 0788 96 85 80. Nitarudia tena 0788 96 85 80. Na kwangu inasema hivi 0789866191. Narudia 0789866191. Karibuni sana Mlima Sayuni. Asante, tuinamishe tena vichwa vyetu. Tunakushukuru Baba muumba mbingu na nchi, kwa kuwa neno lako limekuwa ni tamu kama asali, na neno lako limeweza kutuondoa sehemu nyingine, kututoa sehemu iliyo na machafuko na dhambi, na kutupeleka sehemu yako takatifu. Bwana Yesu uliye njia na kweli, maana wewe, pasipo wewe neno lako, wala hapana mtu atakayefika kwa Baba. Tunakushukuru kwa kupewa nafasi ya kuweza kufa, kutufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, lakini pia kutuongoza kwa maneno yako yaliyo mazuri. Maana imeandikwa Yohana 12:48, mkinikataa mimi na maneno yangu, na haya maneno ndiyo yatakayowahukumu siku ya mwisho. Tunakushukuru Baba muumba mbingu na nchi, na kukurudishia sifa na utukufu milele na milele. Amen. Amen. Asante sana. Asanteni sana. Karibuni sana Mlima Sayuni. Tunawapenda. Bye bye.